Kwa majina naitwa Francisca Nderasio Mtei, ni mkazi wa hapa Babati mjini, napaki kijio cha kwa Bomboa hapo. Kwa taarifa hii tumesikitishwa sana. Sasa kutokana pia na sisi wengine ni bodaboda wa kike, kutokana na hivi tukio kama hili limetokea, la huyu ni wa kiume tukafanyia tukio kama hili. Je, kwa wa kike ataweza kweli kufanya kazi kama hii, kujaribu pia kufanya kazi kama hii? Hatoweza. Pia tunasikitishwa kwa watu wanafanya vitendo kama hivi. Hebu waache mara moja, kwa sababu hata si bodaboda tunatafuta biashara, ni maisha tunayetafuta. Tunasikitishwa sana. Tahadhari ambayo tunatakiwa tuchukue pia kupaki pia kwa muda, kwa sababu hapa hatujui tukio limetokea ni usiku wa muda gani. Sababu hapa pia kuna majirani, ila majirani unakuta ni nyumba za geti. Sasa kwa sisi hofu inakuja pia na si bodaboda tuchukue tahadhari ya kwa tunapaki muda ambao unafaa, ambaye bado kuna watu wanatembea. Mimi naitwa Ali Sulemani, ni bodaboda napaki la Kiweli, naishi hapo Miomboni. Kuhusiana na tukio hili limetuumiza sana, kwa sababu ni matukio mengi ambayo yanajirudia kila siku. Kwa hiyo si kama bodaboda tunapata wakati mgumu sana wa kufanya kazi. Pili, si ombi letu ni kwa serikali kuhusiana na matukio kama haya, kwa sababu wenyewe ndo wanayashughulikia. Kwa hiyo mimi naomba yanapopatikana matukio kama haya wafuatilie, na wanapopata wahalifu wasipatikane kuachiliwa, kwa sababu ndo wanaorudi mtaani, ndo wanaotuzidi kututeketeza kila siku. Kama mimi hapa ninavyoongea, nimekuja kushuhudia tukio la mwenzangu hapa. Mimi tarehe 6 nimeibiwa pikipiki yangu mpya ambayo haina hata miezi mitatu. Na matukio yanavyotokea, kuna watu ajabu ambao tukaona mtaani wanakuja huko wanajifanya ni bodaboda, lakini mwisho wa siku ndo hao. Kwa hiyo mimi naomba sana serikali tusaidie, wanapokamatwa wasirudishwe tena huko mtaani, kwa sababu ndo wanaozidi kututeketeza sisi. Wasirudishwe kabisa, kwa sababu ndo kila siku wanatubadilisha mbinu mpya. Kwa hiyo sisi tumeumia sana, kama mwenzetu hapa na familia yake ameuliwa. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa hata jinsi gani hii familia yake itakapopokea taarifa, kwa sababu wote tunafanya majukumu. Hii ni kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto kama hizi tunaumia sana basi. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali tusaidie kwenye hili, kwa sababu ni matukio kila siku yanayojirudia, sio mageni. Tunawapoteza wenzetu wengi na wanauliwa kwenye vifo vya kikatili kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo sisi kiufupi tumeumia sana. Yaani ni kutokuishi na watu ambao hawafahamiki, kwa sababu watu ambao hawafahamiki unakuta mtu unamuona mara ya kwanza mara ya pili humuelewi ni nani. Kwa hiyo mimi nahisi tungekuwa tunawafichua watu kama hao ingesaidia sana, kwa sababu kila sasa hivi kuna utambulisho. Mtu anapofika kwenye mji ajitambulishe, ajulikane. Huyu anafahamika sana, anapaki Pembaini pale karibu na Eagle Farmers. Ni mtu ambaye anajulikana, ni mstaarabu sana huyu brother. Mimi namfahamu. Kwa hiyo namfahamu vizuri sana. Imetuuma sana kutokana na kifo chake kama hivyo alivyofariki. Wasipopatikana, maana yake sisi tutaiomba serikali kuu sasa iingilie kati kuhusiana na jambo hili. Ndio tamko letu. Wapatikane tu kwanza haraka sana. Ndio tamko letu. Mimi kama mwenyekiti wa maafisa usafirishaji nataka watu hawa pia wapatikane.